Mwanamke mmoja anaingia katika chumba cha mganga, kinyumba kimoja kidogo kinachofuka moshi kwa ajili ya kupata msaada. Ananungunika sana akiwa amejaa machozi na huzuni. Anamwambia mganga, hata sijui nifanyaje. Mganga anamgeukia anamwambia, shida ni nini mwanangu? Binti anaanza kujieleza. Anasema, kila muda mume wangu anaporudi, kila siku ananipigia makelele, tunazozana, tunagombana sana. Kiukweli sina amani na inanisikitisha na kuniogopesha sana. Mganga anatafakari, lakini baadaye anageuka nyuma yake, anasema usijali, kuna dawa ndogo tu. Binti anashtuka. Naomba unisaidie sana. Mganga akachukua kikombe, akasema nenda nyumbani kwako, chukua kikombe kama hiki, kijaze maji. Alafu muda mume wako anaporudi tu, nenda jikoni, kikombe hiko chenye maji, kunywa kidogo tu, alafu fumba mdomo wako. Baada ya hapo, wewe tulia, hasira zitamuisha na hata kugombeza tena kuanzia hapo. Binti akasema, dawa hiyo inawezekana kweli? Bibi anamwambia, anasema usijali, mizimu yangu itakusaidia. Basi mwanamke anachukua hatua na kuondoka. Baada ya siku chache anarudi akiwa na furaha na tabasamu, uso wake una amani na nuru imemjaa. Ni kama vile sio yeye aliyerudi siku ile akiwa analia. Bibi, hakika wewe kweli ni mtaalamu. Yaani toka siku ile sijawahi kusikia kelele za mume wangu, na nilikuwa tu nikinywa maji mambo yanakaa sawa. Na leo nina amani sana na imepita muda mrefu sana hatujawahi kugombana wala kupata shida yoyote. Naomba unisaidie, unifahamishe na unipe siri leo. Siri ni nini katika yale maji ulionipa? Bibi anazungumza, anasema kiukweli maji hayajasaidia chochote, lakini siku zote kilichosaidia ni ule ukimya uliokuwa nao baada ya kufumba yale maji. Na siku zote ni kwamba kinachochochea hasira ni maneno ya mtu mwenyewe kutoka katika kinywa chake. Hivyo jifunze kuchunga maneno yanayotoka katika kinywa chako.